وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Awali ya yote nitangulize kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa utashi wake na mapenzi yake ameendelea kutujalia kuwa na afya njema na kuendelea kutuchunga kwenye mengi ambayo tunayatumia katika miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na kutumilikisha neema hizo, ikiwemo neema ya pumzi. Lakini tunamtakia rehema na amani kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye amefanya kazi kubwa tena na kazi zilizokuwa ngumu nzito, ili kuhakikisha mimi na wewe leo tunaupata Uislamu wetu katika njia nyepesi. Lakini wakati huo amepitia yeye kwenye maumivu mazito. Lakini sambamba na hilo, nitangulize kujihusia mimi mwenyewe nafsi yangu, lakini nikijumlisha kwenye hilo nikuhusieni ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa pamoja tuendelee kushikamana juu ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tumche yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini jambo la pili ni tujitahidi kwa hali na mali, kwa namna yoyote iwavyo, kuhakikisha tunakuwa watiifu kwenye maelekezo yake. Tulipokatazwa tukatazike, na tulipotakiwa tuwepo, tulioamrishwa tuyafanye, basi tuamrishike. Ndugu zangu watukufu, kama kuna maneno ya kuyasema leo, ningeomba nishirikiane na ninyi katika ujumbe ufuatao. Wako wataalamu wanasema al-insanu yaishu bil-mi'yari wala yaishu bit-takrari. Mwanadamu aliye sawasawa, ambaye yeye anajitambua vizuri sana, kanuni yake ya maisha huwa anaishi kwa vipimo. Na kamwe mwanadamu aliye kwa sawasawa wala haishi kwa kukariri, anatumia vipimo na hatumii kukariri. Huyu ndio mwanadamu wa sawasawa. Al-insanu yaishu bil-mi'yari wala yaishu bit-takrari. Kwa hali hiyo basi, utaona wazi hata ujumbe wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati anamueleza mwanadamu na kumpa utaratibu na mfumo nzuri wa maisha yake kama mwanadamu anayejitambua, alisema idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fantahi. Mwanadamu, wewe namna utakavyokuwa unaishi, kuna kitu cha kimaumbile utakuwa unacho. Kipi? Utashi. Yaani hakuna mwanadamu ambaye hana sifa ya utashi, kwamba ukimwona mtu leo yupo katika kuchagua kula wali, leo bwana msisikii kula ugali, ajisikia kula wali, na uwezo wanao wa kula wali, maana huo ni utashi. Leo anataka wali, hataki ugali, huo ni utashi. Lakini pia inawezekana kwamba mwanadamu katika namna ya kuishi, mwingine akajichagulia tu utashi wake, bwana mimi sitaki kuoa, nataka niishi katika maisha ya kiaskofu, hataki kuoa, huo ni utashi wake. Lakini pia kuna mwingine katika mfumo wa utashi, hapana bwana mimi lazima nimiliki jiko, atajipanga kwa ajili ya kumiliki jiko, maana yake huo ni utashi. Basi yako mengi ambayo mwanadamu ndio mfumo wa maisha yake na ndio maumbile, lazima awe na utashi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam
anatufundisha na kutuelimisha ya kwamba tatizo sio utashi, kwa sababu utashi ni maumbile, lakini utashi wa aina gani? Idha aradta an taf'ala amran, pindi utakapokuwa na utashi wa kutaka kufanya jambo lolote lile, fatadabbara aqibatahu, basi kaa fikiria vizuri, tengeneza vipimo katika jambo ambalo unataka kuliendea, alafu ukishalipima vizuri sasa chunguza katika vipimo vyako, mwisho wake, matokeo yake ni nini kitapatikana, nini kitazalikana baada ya utendaji wako kwenye hili nililotaka. Fatadabbara aqibatahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa fursa kwa kutoa njia za aina mbili kwenye utashi wako. Baada ya kufanya vipimo vyako, unaweza ukapima ukapata majibu haya au haya. Sasa yoyote majibu utakayoyapata umepewa utaratibu. Fa in kana khairan, ikiwa matokeo ya mwisho wake jambo hilo ambalo wewe una utashi nalo katika kulifanya, na vipimo vyako umeshapima, ukaona kwamba hili natakiwa nilifanye, au hili bwana naona matokeo yake mbele kuna kheri kubwa inakuja kuliko hii shari ndogo inayoonekana sasa, basi Mtume akasema famdhi, hilo lipitishe katika mamlaka yako ya utashi wako na nenda kalitende, hakuna shida. Wa in kana sharran, na ikiwa matokeo baada ya utendaji wako kwenye ule utashi wako kwenye hilo ulilolitaka, ukiona matokeo yake sio mazuri, matokeo hayatakuwa salama, ni shari tupu, vurugu mechi itakayokuja baadaye ni mbaya zaidi kuliko ile hali ambayo tuko nayo sasa, basi Mtume akasema fantahi, hebu hilo kama ulikuwa ulianza kulitenda, komea hapo, na kama ulikuwa unaendelea kulitafakari kwenye hilo, komea hapo, kwa sababu tayari ushaona matokeo yake huko baadaye yatakuwa si matokeo mazuri. Haya ni maelezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakiwa yanatufundisha mimi na wewe kwamba yoyote aliyekuwa yuko timamu katika utendaji wake wa matendo yake na anajitambua vizuri, basi huwa ana vipimo kwanza kabla hajaliendea jambo ambalo yawezekana kuna kelele nyingi zinamjia, yawezekana kuna fikira nyingi analetewa. Yeye ana kanuni ya kupima, kisha ndio anakwenda kufanya maamuzi kwenye kelele hizo au kwenye miongozo hiyo, afuate au awaachie wenyewe. Huyo ndio mwanadamu wa sawasawa. Na maisha ya kukariri yanakwenda kutuharibia mambo mengi sana. Mwanadamu yote ukiwa unaishi maisha ya kukariri, yani maana yake binafsi una vipimo, ukiletewa jambo unabeba, basi inawezekana ikakupelekea kwenye majanga mengi. Moja, mfano wake wanasema katika maisha ya kukariri, hata wale ambao waliomiliki wasichana au mabinti katika malezi yao katika majumba yao, mabinti wale wakifikia rika la kutaka kuolewa, watajiwa na watu mbalimbali ambao kila mmoja analeta ombi lake kwamba bwana, mimi nimeelewa hapa yuko binti yako Kidawa, unaona bwana unamhitaji. Kwa kila mmoja atakuja. Sasa kuna kanuni ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitoa kwa kuonyesha ubinadamu wako, kwamba wewe kama ni binadamu uliyekuwa uko timamu, uko sawasawa, kanuni yake huwa unaishi kwa vipimo, wala haukurupuki tu. Mtume akasema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akikujilieni mtu ambaye nyinyi mnaridhika na dini yake na mnaridhika na tabia alizonazo, basi mpeni iko huyo, msimnyime. Maana yake nini? Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha kwamba lazima uwe na vipimo. Usije ukamuona mtu baada ya kufika kwa sababu amevaa kanzu ukamuona ndio anafaa. Kanzu ni vazi tu. Uwe na vipimo kumtazama, je, akhlaqi zake anaweza akaishi na binti yako? Atasalimika kwenye maisha hayo ya ndoa akiwa na huyo? Lazima uwe na vipimo. Lakini pia tazama, inawezekana ukamuona kavaa kanzu na kofia, inawezekana kilemba vizuri kabisa, lakini huyu mbona Paulo, lakini mbona huyu ni Joni? Je, hii ndoa ikienda kufungwa, ndoa hii Mungu ataikubali? Lazima uwe na vipimo.
idha atakum man tawdawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Usikariri kwamba kila unayemuona amevaa kanzu basi huyo ni mtu wa sawa sawa. Hapana, kila unayemuona kavaa kanzu na kofia basi huyo ni mtu ambaye hata akhlaq zake zinaweza zikawa mzuri bila ya vipimo. Hapana, lazima umpime. Kanzu na kofia ni mavazi kama mavazi mengine. Inawezekana mtu unayemuona amevaa ovyo tu, lakini akhlaq zake zikawa nzuri kuliko yule unayemuona kavaa kanzu. Sasa wewe pima tabia, usikariri mavazi, pima tabia. Kwa watu unaweza ukakuta wanatoa hukumu ya kuona kwamba sisi kwa kuwa ni kabila fulani, watu wa design ya kabila fulani, hawa watu bana hawafai kabisa, ni watu wa tabia kadha. Yaani mtu anakariri tabia baada ya kuwa ameona baadhi ya watu katika kabila lile wana baadhi ya tabia fulani, yeye anakariri. Sasa hata kama akija anamuuliza kabila gani, unatokea kwenu wapi, mkoa gani, mkoa fulani, kabila lako kabila fulani. Kabila hili si ndio kila Jumamosi na Jumapili si watu wa ngoma hawa? Wewe umekariri ile kabila. Lakini je, katika kabila hilo hujawahi kujiuliza kwani hawapo wacha Mungu waliotokana na kabila lile? Hujawahi kujiuliza hawapo watu ambao ni mashehe wakubwa waliotokana na kabila lile? Je, hawa ngoma waliziweka wapi? Maana yake wewe umekariri, na badala yake inawezekana ukamwacha mtu sahihi ukaenda kumvamia mtu sio sahihi kwa sababu ya kukariri hata ule ukabila. Na ndio maana hizi kabila tumewekewa ili tujuane tu. Inna akramakum indallahi atqakum, kwamba anayetakiwa aingizwe katika nafasi ni yule ambaye atqakum. Kwa hiyo kuna utafiti kumjua huyu kidogo, alhamdulillah uchaji Mungu hapa huko, basi huyo mkabidhi huyo, muone kwamba ana nafasi ya fulani katika jambo hilo. Kwa hiyo mwanadamu wa sawa sawa tunaelekezwa hata na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye anaishi kwa vipimo, huwa anapima mambo, hakurupuki kwa sababu ya kukariri. Ndugu zangu, maisha haya ya kukariri baadhi ya mambo, unaweza ikafika wakati ima ukamwangamiza hata mtu ambaye hakutakiwa kuangamizwa na wewe. Kupeni mfano, inawezekana ikawa moja ya kukariri, wewe umekariri mtu anapokuwa ameugua maradhi ya aina fulani, mara nyingi sana huyu mgonjwa huwa hatoboi, huyu lazima amoke. Yaani umekariri hivyo katika mfumo wa maisha. Kwa kukariri hivyo unaweza ukamwacha mtu ukamtelekeza kitandani kwamba huyu bana haina haja tena ya kumhangaikia kwenye tiba wala nini. Badala yake tumwache kama alivyo, na sisi kama familia tuandae vifurushi kwa ajili ya kuandaa mazishi yake. Alafu sasa unaona sasa wale waliokuwa wazima ndio wanaondoka, wanang'oka, wanazikwa kwa familia hiyo. Yule bwana bado yupo tu anaendelea kuadona. Wewe umekariri, huyu utakuwa utaacha kumsaidia. Inawezekana hao wengine ima ni ahadi au kuna taratibu za kimatibabu zilikwenda tofauti. Sasa huyu labda inawezekana akipatiwa matibabu yake halisi akainuka akaendelea na ujenzi wa jamii. Lakini kwa kuwa umekariri, umeona nyumba fulani rafiki yako alikuwa na mgonjwa kama yule, hakumaliza mwezi kwa maradhi yale aling'oka, basi na wewe unamkariria na mgonjwa wako huyu, baada ya kupata vipimo ukamuona kwamba naye ana maradhi kama yale, basi ukawa tayari unakariri kwamba na huyu ni mtu wa kung'oka muda si mrefu. Hapana, utamtelekeza mtu na kumwangamiza mtu na hali ya kuwa hana hatia hiyo. Maisha ya kukariri kwa mwanadamu aliyekuwa sawa sawa sio maisha yake kamwe. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar 'aqibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana sharran fanta. Haya ndio mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini mbali na hivyo, inawezekana hata katika mfumo wa maisha ya kukariri ukakosa kuwa na vipimo halisi, unaweza ukamtelekeza mtu katika masala ya kiimani. Hapa napo tuwe makini. Masala ya kiimani, inawezekana kweli mtu kwa sasa ameteleza, anayoyafanya sio mambo ya sawasawa, lakini kwa sababu kazi yako wewe
sio kukariri kwamba kila mtu aliyekuwa katika mazingira haya, ima kwa sababu ya ulevi, mtu aliyekuwa mlevi huyu ni mtu ambaye si salama kabisa, na hawezi tena akaelimika akarudi katika mstari wa sawasawa. Yaani umemkatia tamaa kwa maisha ya kukariri. Hapana, ishi kwa vipimo. Inawezekana amekosewa njia za kuendewa katika kuelimishwa ili kuweza kuyaacha yale maovu na kuingia katika kheri. Sasa wewe fanya kazi yako ambayo unayotakiwa kuifanya, wa maalaina illa albalaghul mubin wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kazi yako ni kuendelea kukumbusha ndio maisha yako. Lakini inafika wakati mtu, kwa sababu hauishi katika maisha yako halisi ya vipimo, wewe unatumia kukariri. Mtu akishakuwa katika mazingira ya design fulani kiimani, huyo ndo kashapotea wewe pamoja. Iko lugha, sijajua hii lugha hii ni rasmi au sio rasmi, lakini huwa nasikia inaitwa mukafa. Yaani mtu akionekana kwamba huyu kidogo mazingira yake hayako sawa sawa, basi njia sahihi ni kukatana naye kabisa, huyo usiukae naye karibu, na nafasi ya kumlingania tena ndio imekomea hapo, inaitwa mukafa. Hapana, hiyo mkapa utakuwa umeingia sana ndipo katika hukumu, na wewe sio kazi yako ya kutoa hukumu. Kazi yako wewe kuangalia hapa, nimeshindwa wapi? Yaani imekuwaje? Tumeteleza vipi? Imeshindikana vipi huyu kutoka katika njia hii kuingia katika njia salama? Inawezekana njia zile za kumuendea huyu tumebugi, badala yake badilisha mbinu mbadala. Unaona bwana, ili mradi ubaki katika nafasi yako hiyo ya kuendelea kumvuta kumlingania, kwa sababu bado muda kwa bado anapumua, yuko hai. Hiyo lugha ya kufanyia mukapa itakuwa unakariri, kwa sababu umemuona mtu aliyekuwa katika tabia hizo za wizi mfano, hajawahi kubadilika kwenye wizi wake mpaka akafa, kapigwa mawe, akawa amekufa katika desturi yake hiyo ya wizi. Wewe umekariri. Kwani wangapi walitoka katika wizi na sasa wacha Mungu? Na wangapi walitoka katika ucha Mungu kwa sasa wameingia kwenye mabalaa? Wako wengi. Maana yake ukiishi maisha ya kukariri utakuja kumtelekeza mtu hata katika masala ya kiimani na kuingia katika jambo ambalo si lako, jambo la kutoa hukumu kwamba huyu tena basi ameshindikana. Mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio wewe. Uendelea kupambana na kazi yako hiyo ya kulingania na kubadilisha, kutafuta mbinu tofauti za kuweza kumlingania, ili mradi aweze kukaa mahala stahiki pale ambapo panapohitajika. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu, maisha ya kukariri kwa mwanadamu aliyekuwa sahihi si maisha yake, lakini maisha ya vipimo kwa mwanadamu aliyekuwa sahihi, haya ndio maisha yake. Tuweni pamoja nami katika moja ya kisa ambacho ninakikumbuka vizuri, kisa cha Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit. Katika wale maimamu wanne wa madhahibu ya kifiqhi, kuna dhehebu la Hanafi ambaye muasisi wake ni Nu'man ibn Thabit aka Abu Hanifa. Bwana mkubwa huyu, pale maeneo alipokuwa akiishi, kulikuwa na jirani yake mmoja fundi viatu. Yeye anashona viatu, lakini ikifika majira ya jioni, basi kazi yake kubwa anayokwenda kuifanya, akishapiga msosi wa kawaida, ameandaa chombo chake cha pombe, kijaza pombe ule, basi anapiga urabu baada ya kupakia msosi. Akishalewa usiku kucha halali, ana wimbo wake na anauimba na maneno yake yanayasema, adha'uni wa ayyun fatan adha'u liyawmi karihatin wa sidadi thughuri. Haya maneno anayarudia, adha'uni wa ayyun fatan adha'u liyawmi karihatin wa sidadi thughuri. Anaimba haya maneno, na kwa kuwa Abu Hanifa ilikuwa wakati wa usiku, yeye muda wote yuko katika visimamo vya ibada, yale makelele akawa anayasikia mpaka akawa tayari sasa ameyazoea, kila siku lazima ayasikie. Ima kwenye saa 6, saa 7, saa 8 anayasikia mpaka anakwenda kuswali alfajiri. Siku moja aliona ghafla tu yale maneno yamekata, yani ile sauti haisikii tena. Shaka mbona leo kimya? Alipokwenda kuswali salatul fajri, amekaa darasani, akawa anawauliza wale wanafunzi wake, bwana, kuna jirani yetu hapa, nadhani mnamjua yule fundi viatu. Tunamtafuta. Usiku wa kuamkia leo sijasikia ile sauti yake. Hivi nyinyi wenzangu mlisikia? Kuna mmoja akanyosha kidole akamwambia,
mimi bwana nilisikia purukushani na niliwahi kutoka kuchungulia purukushani kwamba kuna sungusungu walipita usiku ule, kuna baadhi ya vijana walikamatwa, na katika miongoni mwa vijana waliokamatwa na yeye yule kijana akiwemo. Kwa hiyo sasa wakoroka huko. Sawa basi, haina shida. Akasubiri kulipopambazuka vizuri, akachukua mnyama wake, akapanda, akaelekea mpaka kwa kiongozi mkuu wa eneo hilo husika. Alipofika akakaribishwa vizuri kwa makaribisho yale ambayo Sheikh amefika. Taarifa iliyofikia tu kwa kiongozi, bwana Sheikh Abu Hanifa amefika. Akamwambia apite, mwambie apite. Alipofika ndani katika eneo la uwanja, baba huyo hatakiwi kushuka mpaka mumtadikie zulia jekundu awe anapita kwenye zulia, sababu ni kiongozi mkubwa na ni mheshimiwa kwa nafasi ya ulezi wa kiroho. Angalia baadhi ya viongozi watawala walikuwa wakiwatazama mashehe kwamba ni watu muhimu katika jamii. Lakini wako baadhi ya viongozi wengine wakipata madaraka wanaelewa kwamba akifika shehe anaonekana tu mtu akikosita mizinga anakwenda kupiga mizinga tu muda wote. Sasa hii sio. Alikaribishwa vizuri, basi akashuka kwenye mnyama wake, akapita, akaenda kukutana na kiongozi mkubwa. Ana mahajatuka ya Aba Hanifa. Wewe si kawaida yako kuwa muda huu kwa maeneo haya. Una shida gani? Bwana, mimi shida yangu nimekuja hapa, wewe kijana ambaye ni jirani yangu, usiku wa jana kuamkia leo amekamatwa na sungusungu wako. Hivi sasa ninazungumza manake wako hapa. Sasa ulikuwa unatakaje ni mheshimiwa? Mimi ninachohitaji nimekuja hapa kumchukulia dhamana. Kuja kumchukulia dhamana, kama kutakuwa kuna uwezekano basi uniambie kitu gani kinachohitajika, kiasi gani kinachohitajika, mimi nitoe ili mradi huyo apate kuwa huru. Kiongozi mkuu yule akawaita baadhi ya watu wake. Kabla nani walikuwa katika doria usiku jana? Hapa na fulani. Sawa. Hebu wale mliokamata usiku wa jana wote watu wenu waleteni hapa. Wakatolewa wote waliokamatwa usiku ule, wakaletwa pale mbele ya yule kiongozi. Ambia katika hawa hapa yupi? Jirani yangu mimi huyu hapa. Ndio huyo. Basi hawa wote waliokamatwa usiku ule kuanzia sasa waachieni huru, na huyu ambaye yeye aliyefuatwa na mheshimiwa naye pia awe huru. Wale wengine nao wakawa wameangulia ile lifti, wakawa wameachiwa. Wakati wanatoka sasa, yule bwana yuko nyuma, Abu Hanifa yuko mbele. Akamuuliza, ya fata hal adhanaka, wewe kijana, kuna maneno ulikuwa ukiyaimba, adhauni wa ayyun fatan adha'u liyawmi karihatin wa sidadi dhuhri. Maneno yakiwa yanamaanisha kwamba jamii ya watu wote imenitelekeza mimi kwa sababu naonekana sina maana katika jamii. Wa ayyun fatan adha'u, hivi kuna kijana aliyekuwa kwa sawasawa ambaye jamii iliamua kumtelekeza, tena liyaumi karihatin wa sidadi dhuhri, tena katika siku ambayo yeye kashapatwa na majanga. Nadhani hakuna kijana ambaye anaweza akatelekezwa siku ya majanga muda wa kuwa kijana yule yuko timamu. Lakini naamini mimi kutokana na mazingira yangu haya ambayo jamii inayonichukulia mimi, siku nikipatwa na janga mimi hakuna mtu atakayenisaidia, nitatelekezwa. Yako maneno hayo ulikuwa ukiyasema bwana mkubwa. Sasa swali, hal adhanaka, je, leo ulikuwa unalisema limethibiti, tumekutelekeza au tumekusaidia? Maana inawezekana wewe uko unajiona hauna maana katika jamii, kumbe sisi tunakutazama katika mtazamo mwingine kabisa. Yule bwana mkubwa akasema, la bal hafidhta wa ra'aita wa jazaka Allahu khairan an hurmati aljiwari. Kwanza wewe umehifadhi na umeuchunga kabisa, umeichunga ile haki ya ujirani vizuri kabisa, na nakuomba Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Akamfanyia na dua. Baada ya hapo ikawa ni sababu kuanzia siku ile akasema, kuanzia sasa mimi nimetubia, sitokuwa mlevi tena, na mimi sasa ni kijana wako wa karibu, ni mwanafunzi wako na iko darasa zako,
na sifanyi tena mambo ya ulevi yale, nishaachana nayo. Alitubia pale pale, ikawa zile habari zimekwisha mtaani. Nini tunataka tupate? Maana yake Abu Hanifa alikuwa anaishi maisha yale ya mwanadamu kamili, huwa anaishi kwa vipimo, sio kukariri. Kwamba angekariri angesema huyu mlevi, yani mlevi kukaa jela ndio sawa sawa, alikuwa anasumbua kwa kelele ndio sawa sawa, hivi kilichomtokea. Lakini sema hapana, pamoja na haya kina na umuhimu wake. Inawezekana ikawa hiyo ni sehemu ambayo Mungu atakampitishie huko, ikawa ni sababu ya mabadiliko yake, lazima apite kwenye njia fulani. Basi sasa ni wakati muhimu wa mimi sasa kuingiza dawa yangu. Alikuwa anafikiria kwamba huyu namna kwa mazingira aliyokuwa nayo, kwa vipimo, kila akipima, nikisema nikamlinganie aache kelele, huyu hatonielewa. Huyu hatonielewa, ngoja subiri kwanza, atanielewa kwa njia nyingine. Lakini hakumwacha kumtelekeza moja kwa moja, kumfanyia mukafaa kwa sababu si mtu wa maana. Hapana. Maana yake ni kwamba tunachotakiwa kujifunza, al-insanu yaishu bil mi'yari wala yaishu bit takrari. Mwanadamu wa sawa sawa kamwe huwa haishi kwa kukariri, bali maisha yake anaishi kwa vipimo. Si kila atakaloletewa basi anabeba tu na yeye oya. Hapana, huwa anapima madhara yake nini na faida yake ni nini. Ndio maana katika msemo mmoja wanasheria wanasema, vikikutana vitu viwili kwa pamoja, idha itama alhalalu walharamu ghuliba alharamu. Vikikutana vitu viwili, cha halali na cha haramu, basi kinachopewa nguvu ni kile cha haramu. Hii ni kanuni ya sheria. Idha itama alhalalu walharamu ghuliba alharamu. Yani mfano wake kuna ng'ombe wawili, mmoja amechinjwa, lakini mwingine yasemekana alikufa mwenyewe, huyu ni kibugu. Lakini nyama zote zikakatwa zikawekwa sehemu moja. Sasa unatakiwa ukachukue zile nyama, lakini wakati huo huwezi kujua nyama ipi ya mnyama aliyechinjwa na nyama ipi ya mnyama aliyekufa mwenyewe, hujui. Sheria inakuambia hapo haramu ndio inapata nafasi kwa baada ya vitu vyako utakavyovipima vyovyote vile, na haujui hapa ipi ya halali ipi ya haramu. Sheria inakuambia acha lile baya ya haramu, maana ghuliba alharam. Basi unatakiwa uache nyama zote na tumetembea ule kwa sheria. Kwa hiyo mwanadamu anaishi kwa vipimo, na vipimo vyake in kana khairan famdi wa in kana sharran fanta. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi atufanye katika wanadamu ambao tunaishi kwa utimamu huu kwa nafasi zetu. Tusikurupuke yale tunayoyaletewa basi na sisi tunayabeba oya. Hapana. Tupime. Sisi tunazo akili. Inawezekana mtu anakuletea jambo kwa maslahi yake binafsi, lakini wakati huo unaweza ukaharibikiwa wala haujui. Wakati unajikuta kumeingia kwenye mtego ushaharibikiwa, lakini mwenzako unamtengenezea mazingira mengine ambayo yeye kukufanya wewe ndio lifta. Pima, usikurupuke. Mwenyezi Mungu atujalie maisha haya yawe ni sehemu ya maisha yetu katika ulimwengu huu, na tujalie tupate mwisho mwema, tupate salama duniani na akhera. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم النبيين والمرسلين وعلى